Hawa ni baadhi ya wanabodaboda katika kaunti ya Kisii waliofika katika vituo vya polisi, kile cha Nyanchwa vile kile cha Kiumbu, ili kuandikisha taarifa kuhusu yaliyowakuta njiani. Wengine wao wakilazimika kutafuta matibabu katika hospitali mbalimbali kwenye kaunti hiyo. Inasemekana ya kwamba wanabodaboda hao walishambuliwa na genge la vijana wanaoaminika pia kuhudumu katika sekta hiyo ya bodaboda kwa sababu ambazo hazijajulikana hadi sasa. Aidha, wamerai serikali kuu na vyombo vya usalama kuingilia kati ili kuhakikisha kuna usalama na amani katika sekta ya bodaboda. Naitwa Nyambane, nami ni kiongozi katika idara hii ya bodaboda kwenye mji wetu wa Kisii. Leo imekuwa ni siku ya kuhuzunisha sana. Baada ya kupata wenzetu wengi wako na majeraha, wako hospitalini, jambo ambalo zaidi ya mwaka moja limetulia. Baada ile ofisi yenye ilikuwa inatumikwa pale na waliokuwa wanajiita viongozi wa bodaboda kufungwa, tumekuwa na amani. Lakini ghafla imefunguliwa na tumeona wameanza kufanya meetings pale, hatimaye tumeanza kupata mafuno ambayo ni majeraha, watu kuumizwa. Swali langu nataka kulielekeza moja kwa moja hadi kwa national government, ikiwa inaongozwa na county commissioner, county commander. Je, ni biashara mnataka tuwafanyishe? Kwa sababu tukienda kujaza maOP ni kumaanisha kana kwamba mnatafuta pesa ili tukapate kuwafanyisha biashara ya maOP na vitu zingine. Ili yali mnajua kabisa shida iko wapi. Shida mnajua iko katika ile ofisi wale vijana wanatumianga. Hao vijana leo wamekuja waziwazi saa 6 wakiwa na mipini ya matembe. Wameumiza wenzetu, wameumiza wazee wenye wako na watoto, mpaka wanawashika sehemu zao za siri. Tunaomba hatua ikapata kuchukuliwa haraka upesi, kwa sababu hata pesa za OP za P3 hatuna. Tukifika hapa tunaambiwa tujaze P3. Hadi lini? Na iliyali mnajua shida iko wapi? Shida ni kwamba hawa vijana wanatumikwa kisiasa, na katika nchi yetu kila mmoja ako na uhuru wa kusupport yeyote yule. Tafadhali serikali ichukue hatua, ile nyumba ipate wale vijana watolewe kwa ile nyumba ili tupate amani. And especially wakati huu tunaelekea katika uongozi. Kisii tunataka kuwa moja ya kaunti zile ambazo ziko na uhuru kusupport yeyote yule kisiasa. Majina yangu ni Mathias, ni kiongozi wa bodaboda. Hakika leo nimeshangaa sana kuona watu wanapigwa mchana peupe, wanaumizwa, mtu pikipiki inawakishwa, mtu anakanyagwa tumbo, pikipiki inapita juu ya mgongo. Hiyo nimeshangaa sana mpaka nimeshindwa, kwani Kisii yetu kuna shida gani? Baada ya mwaka mmoja uliopita, by the way, tumekuwa na amani mpaka ikawezekana tukashangaa. Sasa ofisi hiyo imefunguliwa. Wakati imefunguliwa, watu wetu wameanza kuumizwa. Mimi nilipoitwa, kiongozi akiniita kwamba anafahamiwa, nilienda pale nikapata wanampiga. Nilipojaribu kuuliza mnampiga nini, walisema hata wewe tulikuwa tunakutafuta, wamenipiga, wameniumiza. Baada ya kufika hospitalini nimepata wengine wanaendelea kuletwa. Kumbe walikuwa wanatembea wakiumiza watu kila siku. So mimi ninataka kuomba county national government ya kwamba ile ofisi iliyofunguliwa baada ya kupata amani kwa mwaka mmoja ikafunguliwa, sasa tumeanza kila siku ni kupigwa. Hao watu wanatumika kila sehemu. Unaona wao katika mikutano ndio wanaenda kuumiza watu. Sasa tunataka kuuliza, je, ni njia gani tutafanya ili tuweze kupata kumaliza uhalifu huu ambao umerudi tena katika kaunti yetu ya Kisii? Swali langu moja pia nataka kuuliza ni moja hivi. Kwani are these people untouchable? Kwa sababu hakuna vile watu wanaweza kuwa wanaumiza watu, serikali ikiangalia, na hakuna ile kitu ambao wanafanya. So hiyo kitu mimi imenishangaza sana. Mimi kwa majina ni Samson Atamba. Nikirudi tena ni Peter Oboko, ni kiongozi wa bodaboda. Mimi swali langu ni moja. Nataka kuuliza bwana county commissioner na county commander wa Kisii. Hawa je, wenye wanaopiga wanabodaboda wetu wakifanya biashara yao wakiwa huru ni wanabodaboda au ni machambazi? Hatua ichukuliwe mara moja na hao watu washikwe
wapelekwe polisi, wapelekwe kotini, ili hali tukingojea hawa wana bodaboda wetu wakiendelea kupona. Na waomba tu wana county commissioner na county commander, hao majambazi washikwe. Ibuchumba Murkomen, pia tuwaomba utusaidie bwana CS. Tuko na shida, tuko na mambo mingi ambayo sio mambo ya halali hapa Kisii kwa wana bodaboda. Tunataka kujua ni nani yako behind of this kind of wrangles zenye zinaendelea. Unapata tunatulia siku moja, siku ingine pia unapata kuna mtu ambaye ametokeleshea na anafueli huu uchambazi unaendelea. Tunaomba ukaweza kuchunguza ni nani ana support hawa majambazi wenye wanaotupiga hapa Kisii.